nje, naondoka. Wewe usijibabaishe. Kama kunywa hiyo chai hapo. Hebu jiangalie ulipokaa ukiana. Mama, nitachelewa. Kama vikibaki nibakizie, nitakula baadaye. Bwana umependeza sana. Hebu chukua gari uendeshe mama. Wewe niendekeze siku moja nje nigonge gari la watu tuone utamwambia nini bosi wako. Gonge wewe? Mimi naamini sana driving yako. Kwanza uko makini sana. Basi niombee nipate pendeze mjini ili nihonge gari nitese mjini. Twende. Kwa ninapokujua wewe? Wewe ni wa mpenzi mmoja tu. Ndio mpango mzima babu, mchepuko sio dini. Ila mjini hapa madada wenzio wanaona kama mapendezeni fursa fulani hivi ya kuwatoa kimaisha na kuendesha magari makubwa. Hapa mjini kila mtu amekuja na mipango yake. Sasa unasikia wengine wanadiriki hadi kusema eti hatujaja mjini hapa kuhesabu magorofa. Haki ya Mungu. Hatari. Sawa. Salama, karibu sana. Asante, nashukuru sana. Hamna tatizo, hamna tatizo. Nilikuwa nataka kuosha nywele zangu, alafu kisha nifanye facial scrub. Alafu nina risali moja tu la kufanya hayo mambo. Sababu na business meeting somewhere. Kwa risali moja na vitu vyote. Usijali, kila kitu kinawezekana. Kwa risali moja Yes. Karibu sana. Nashukuru. Huko. Asante, nashukuru sana. Asante sana. Karibu. Asante, nashukuru sana. Nina. Mpatie huduma ya VIP mteja. Sawa bosi. Karibu. Asante, nashukuru sana. Okay. Asante sana. Hi. Karibu. Asante. Naitwa Bilina. Utapenda nikupe huduma gani? Nyoshi. It's okay. Okay. So, thank you. Samahani. Okay. Uko sawa bosi? Yeah, niko sawa. Ila una magic hands. Nina, right? Kwa nini unasema hivyo? Hapa natamani hata usimalize. Wewe kaka unachekesha. Au ya mikono kuna mtu tayari anaimiliki. Atoke wapi?
Nikwambie kitu. Wewe hukutakiwa kufanya hii kazi kabisa. Nikale polisi. Hii ni business card. Naomba tuwasiliane anytime ukiwa free. Please. Nina. Hey, mama. Salamu baba. Safi. Kwema. Karibu. Asante. Nilijua hautakuja. Kwa nini mtu akatai wito? Ya mjini mengi unajua. Anyway, unakunywa nini? Juice tu inatosha kaka. Nina, come on. Mambo gani ya kuitana kaka tena? Yameanza lini? Yameanza lini? Juice tu inatosha. Dada. Karibu. Asante. Naomba juice kama hii lakini isiwe ya baridi. Sawa. Nina. Mimi nataka nibadilishe maisha yako. Kivipi? Nadhani unaelewa kitu gani mimi namaanisha. Wewe sio mtoto mdogo. Nataka uvae kuliko mwanamke yoyote. Nataka media zote zikuangalie wewe. Mimi simaindi umaarufu. Nina, hebu jaribu kuelewa kitu kimoja. Baba yangu ni mzee Maxwell. Karibu. Asante. Unaelewa? Baba yangu ni mzee Maxwell. Mimi kila ninayetoka naye, media zote lazima zimwangalie yeye, lazima zimfuatilie yeye. Kwa nini? Mimi sasa kama Adam, mtoto pekee wa mzee Maxwell, namiliki 40% ya mali zote za familia. Mimi hapo ndo mwenyewe. Mimi hata sijui kwa nini unanipa hizo taarifa. Of course hizi taarifa ni muhimu kwako. Mimi ninavyoona hizi taarifa info hizi zitakuhamasisha. Na mimi mwanamke ambaye mdada ambaye una ndoto kubwa kwenye maisha yako. Nina, nahitaji ufahamu jibu langu. Kwa sababu unajua mimi sio mtu wa kupenda kuzunguka. Mimi niko straight. Niko na mtu wangu na siko hivyo unavyonifikiria. Unajua mwanamke mrembo kama wewe unahitaji mtu ambaye muda wote anakufikiria wewe, muda wote anakuangalia wewe kwa umakini na kwa ukaribu hali ya juu sana. Unalitambua hilo? Mimi ni msichana nisiyependa makuu. Nimeridhika kwa nilie naye kwa kidogo alichokuwa nacho. Sio kweli Nina. Sio kweli. Hasa kwa wanawake kama nyinyi wa mjini. No. Pesa sio kila kitu Adam. Sasa unafanya nini hapa? Nilifikiri tunakuja kuongelea masuala ya kazi kama ulivyosema. Ama Nina. Hivyo wewe unaniuliza. Wewe ni nani anakupa hichi kiburi hapa mjini? Nani? Haswa. siko tayari kuongelea maisha yangu binafsi na mtu nisiyemfahamu. Nafikiri naweza kuondoka. Basi kama ukiondoka naomba ufikirie jibu langu kwa makini, kwa busara na kijanja zaidi. Please. Naweza kuwa maskini, lakini siwezi kumsaliti mtu wangu. Samahani sana.
Asante. Samahani, naitwa Dr. Ruby. Naitwa Nina. Nina, naweza kupata dakika chache tu nikasema na wewe? Sawa. Habari yako? Safi. Umeshahudumiwa? Ndio. Nimemleta mgonjwa kwa daktari, anamsubiri. Okay. Kama hutojali, unaweza kumsubiria kwenye lile benchi pale. Okay, sawa. Asante. Umesema unaitwa? Naitwa Nina. Ni beauty consultant. Kwa muonekano wako, sishangai kabisa kusikia unajishughulisha na masuala ya urembo. Na hapa ndio nafanya kazi. Karibu tukuhudumie. Unadhani hizo dawa nilizokuona nazo unazihitaji? Nafikiri hilo ni jambo la binafsi sana kuzungumza na wewe. Ni kweli kabisa. Mimi sio daktari wako. Lakini nichukulie kama ndugu, rafiki au mwanamke mwenzako. Kwani kuna ubaya gani kutumia hizo dawa za uzazi wa mpango? Si ndivyo mnavyotushauri ama? Hebu nitizame mimi. Nina umri wa miaka 35. Niko kwenye ndoa. Lakini huu ni mwaka wa 5. Najaribu kutafuta mtoto na sijafanikiwa. Pole sana. Kuna njia mbadala ya kuzuia ujauzito. Ni njia gani hiyo? Sawa, nakuja. Niwie radhi, niko na emergency. Nitakutafuta. Asante kwa muda wako. Hello babe. Mambo vipi? Uko na nani? No, sio wivu. Mimi najiamini wewe. we. Na ikija ikitokea hiyo kitu, lazima kutakuwa hapatoshi. Acha niongee bwana. Si unajua ndo kibongo-bongo. Aya, nakubali yaishi. Subiria, nitakucheki baadaye, kuna faili kidogo hapa najaribu kuziweka sawa. Sawa? Samahani baba. Ungeendelea tu kwa sababu namjali sana binti yangu. Nashukuru sana kwa kutusupport. Na hata ambao ananishukulia tofauti, naamini iko siku hata nikubali. Adam, unamjua vizuri, sio mtu mbaya. He is only being protective. Najitahidi ili tuwe kama zamani. Lakini Adam hataki kunipa chance. You are very wise, son. Endelea kuwa mpole, utafanikiwa. Naamini kuna siku moyo wake utajirudi tu. And I like the way you deal with the whole situation. Sometimes najiweka katika position yake. Na labda ningereact the same way he did. You are very wise, son. Ile financial report nimeshaifanyia analysis na hii hapa suggestion ambayo tutaiwasilisha kwa client. Oh, thanks. Acha nikazipitie. Asante sana.
Niambie. Lo? Ndio maana yake. Hey, bibi, kama unataka nikupeleke kwenye machimbo ya nguo za ukweli, ni Mwenge. Na hakuna mtu yoyote atakayejua kama umevaa nguo za mtumba. Hapana, ngoja nikuulize. Wewe siku zote unaniona mimi, ushai kuniona nimevaa nguo mbaya mbaya? Basi tutaongea baadaye. Niko na mteja. Naungua. Sawa. Kama vipi amua moja? Nina natoka. Hakikisha ukishaondoka umefanya usafi na kila kitu umekiweka sawa. Sawa bosi. Karibu shoga yangu. Asante. You're beautiful. Really? Yes. Utataka nikufanyie makeup light au ambayo inaonekana sana? Binafsi waga sipendi makeup ambayo iko na color sana. Okay. Huyu ni nani? Huyu ni Bi Upendo. Mama yangu huyo. Okay. Anaonekana bado kijana sana. Alinizaa akiwa kijana, si unajua tena mambo ya zamani. Ila mimi sitaki. Nataka kwanza nijipange, nikishaweka kila kitu sawa, ndio mambo mengine yafuate. Nina, hapo umezungumza jambo la muhimu sana. Kwenye maisha ni lazima kujipanga. Umeona shoga eh? Ndio maana mimi nasema siwezi kuleta kiumbe hapa duniani nikiwa sina mume wala kazi ambayo najua kwamba hii ndio kazi inaoniingizia kipato kizuri. Lakini si uliniambia uko na bwana? Mbabaishaji tu wala hajajipanga. Lakini ngoja nikwambie. Wanaume wote ndivyo walivyo. Hata mume wangu, wakati tunaanzana na jinsi alivyo sasa hivi, tofauti. Amebadilika sana. Unanitisha. Ndio maana wasichana wa siku hizi au hasa wasichana wa mjini hawataki kabisa mambo ya vijana, wanataka kuolewa na wazee. Maana huko wanajua kabisa hizo pilika wala hizo shida zingine hazipo kabisa. Nina, hiyo wala sio sababu. Unajua mimi mume wangu nimemzidi umri. Kabisa. Okay. Naona ni maneno mazuri na mimi naona kama vile mwelekeo wangu uko mbele, mambo yatakuwa mazuri eh? Hebu angalia hii. Imetosha wanje? Iko sawa. Nina, kuna jambo niko nalo, lakini nilikuwa nataka mume wangu wa kwanza kulisikia. Shoga, nipe huo ubuyu tena ukiwa bado wa moto moto. Ubuyu? Inamaanisha mastori ya mjini. Wewe naye si uko dunia gani? Vijana wa mjini kweli mna mambo. But vijana wa mjini. Na wewe? I like that. I'm pregnant. Kweli? Ile restaurant imejificha lakini chakula chake kitamu. Lakini kila siku sinakuwa nakwambia vitu vya kujificha jificha vinakuwepo vitamu, lakini wewe unakataa. Nipeleke Publix, nipeleke wapi? Unataka dunia nzima wajue mahusiano yetu. Nataka kuondoka. Sasa mpenzi wangu, kitu gani kibaya ambacho mimi nimeongea hapa? Eat. Hivi Rami,
Haya mahusiano yetu ya kujificha mpaka lini? Mpaka lini? Dokta. Dokta. Uko sawa? Linda. Why? Pole sana Ruby. Unajisikiaje? I'm not strong enough. Najua. Lakini nataka nikwambie kwamba wewe ni jasiri. Ukitaka la kwako lazima litimie na uta give up. Lakini nimejitahidi kushika masharti yote. Nitamwambia nini mume wangu mpaka nielewe? Atakuelewa. Ruby, nyie bado ni vijana, mna afya, mna nguvu. Mkijaribu tena itawezekana. Mfuko wangu unazidi kupoteza nguvu za kubeba mtoto. Ruby, you need to rest. Nimempigia simu mume wako yuko njiani anakuja. How do I face him? Siwezi. I don't want to see him. Ruby, kwa nini unajifanyia hivyo wewe? Tambua kwamba yule ni mume wako. Anatakiwa kuwa hapa 24/7. Katika hali hii huwezi kuwa peke yako hapa. Na hiyo ndo maana halisi ya ndoa. I hate him seeing me in this condition. Shh. Nyamaza. Sinaita hiyo. Koma, kwani sisikii? Samahani bwana, kuna mtu ananizingua, sitaki kupokea simu yake. Nyinyi wanawake mbona mnapenda kututesa namna hiyo? Unajua nyewe wanaume waga mjali hisia zetu, hivyo lazima tuwatese mara moja moja ili kuweka hizo akili zenu sawa. Sawa. Mimi yangu macho. Pole sana rafiki yangu. Najua kwamba siku moja utakuwa mama. Naye nimejaribu tu yatapita. Sawa.
I'm sorry. Sikutegemea nikute kwenye hali hii. Usijali. Ulisema unatamani kuwa na mdogo na sasa umenipata. Niko hapa kukusapoti. Nafarijika sana kwa sapoti yako Nina. Natamani Mungu akujalie upate mume atakayekupenda kwa dhati na kukuthamini. Utapenda kula nini? Hata usihangaike. Hapa ni nyumbani kwako. Sawa. Hivi ndivyo najisikia. Za kushinda. Karibu. Asante. This is Rami. Mume wangu mpenzi. Nashukuru kufahamu shemeji, poleni. Darling. Yes. Anaitwa Nina. Ni shoga yangu na leo hii amekuwa ndugu yangu wa hiari rasmi. Oh. Mumejuana vipi? Na mbona hujawahi kuniambia kabla? Kazini kwangu. Halafu unajua nini? Eti daktari wake anasema mimi na yeye tumefanana. Ukituangalia. What do you think? Sio kihivyo bwana. You are the African queen. Nina, karibu sana. Are you okay? Niko sawa. Au spices zimezidi katika saladi? Mungu wangu anapenda utani sana.
Hata mimi naona. He is a very nice person. I'm only surviving because of the love and support I'm getting from him. Hata mimi naamini upendo na uaminifu huifanya ndoa iwe imara. Nina, ujio wako hapa umenifariji sana. Na hapa pamekuwa nyumbani kwako rasmi. Right, husband? Yeah. Mimi naomba niwakimbie. Mbona? Kuna mahali na wahi mara moja. Darling, you gonna take her, right? Hapana. Hakuna shida, nina usafiri nje unanisubiri. Mimi naomba dakika moja tu walau niongee na wewe. Nikusikilize. Kwa jinsi gani ulivyokuwa bingwa kuharibu maisha ya watu? Tafadhali usiseme hivyo. Ni mapungufu tu ya kibinadamu. Sitaki kujihusisha na wewe kwa chochote kile kuanzia leo. Mimi na wewe ni historia. Sikia raha mwenyewe kuniweka. Mpaka muda huu nakaa na kusubiri wewe boss. Sikiliza. Umeniweka mpaka muda huu. Hujanipa reports. Wakati mimi nataka nifanye close transaction za jana. Mpaka sasa hivi hujanipa. Why? Bado nazimalizia na kuletea mheshimiwa. Sioni chochote unachokifanya, unamalizia nini? Unachomalizia nini? Unataka kuniweka vipi wewe mpaka muda huu? Sikiliza. Hapa umekuja kufanya kazi. Unanielewa? Hujaje kuuza sura kwenu. Sio hapa kazini. Wewe jiangalie wewe. Hivi Adam, wewe una matatizo gani lakini? Mimi na matatizo? Mimi na matatizo? Wewe unataka na mimi? Unataka na mimi? Sikiliza, jiangalie wewe. Umeelewa? Usijisaulisha kwamba hapa mzee kakuweka hapa kukupa hichi kibarua kwa sababu ya kumfurahisha binti yake. Jiangalie wewe. Leta hizo reports wewe. Usiniweke mimi mpaka muda huu.
Simu unayoipigia haipokelewi. Hapana. Unajua inabidi uwe strong. No, mimi naamini atakuvumilia. Ndio. Sawa basi. Nikimaliza kazi, unajua na mteja. Ndio nitakupigia baadaye. Madam Victoria. Sema leo unataka kufanya kitu gani? Leo nataka ni blonde mimi wewe. Unataka kwa blonde wewe? Ndio. Chezea Madam Victoria wewe. Unaambiwa uzee mwisho tarize. Mambo si ndio hayo? Madam, uko sawa wewe? Hivi unaniuliza au unanijoki? Mara ngapi mimi nakuzuia kwamba Nina ukishakuwa na wateja ni marufuku kuzungumza na simu? Mara ngapi? Nilikuwa naongea na dada yangu na ana matatizo. Dadako. Kwani wewe una dada hapa mjini? Wewe ndio una dada. What? Unasemaje nini? Kama ulivyosikia. Nina, hebu ngoja tusifike mbali. Hii ofisi ni yako. Na ndio maana naongea kiheshima juu yao. Tafadhali naomba tuheshimiane. Hivi, kama kuna sehemu yoyote tayari umeshajiona kuna nafasi ya kazi, umeambiwa ukafanye, basi mama ruksa. Nenda, usinipe shida, usinisumbue. Ngoja niulize. Hii ni simu tu ndio inakufanya hayo yote yanakutoka au ulikuwa na jingine? Unakuwa kama vile umechukuliwa bwana. Oh my God. Sikiliza binti. Naomba unisikilize kwa makini wewe. Naomba unisikilize. Sishindwi kukufanya chochote na unanijua. Ila narudia. Hapa ni kwangu. Sitaki kuharibu. Alafu usijisahau sana. Hebu jiangalie kwanza. Wakati unakuja ulikuja mikono nyuma. Au kwa sababu sasa hivi unajua kuosha uso Ndio unanitia mimi kiburi, si ndio? Unajua sasa unavuka mipaka. Hata kama acha nivuke mipaka. Hivi kitu gani unacholingia wewe? Ni kitu gani unacholingia hasa wewe nikuulize? Nisikilize. Ukiondoka wewe jioni watakuja wengine. Usinisumbue mimi hapa. Kazi yangu afu lete kiburi. Acha. Kwani wewe nani? Acha bwana wewe. Wewe unakuachia. Oh, sorry. Hello. Habari yako? Nzuri, mambo. Vipi? Naweza nikakaa na wewe? Kaa, isitoshe mimi nimeshamaliza nataka kuondoka. Si angalau ukae tu kidogo. Labda uagize chochote. Naona leo umetoka kazini mapema. Sina kazi. Kwa nini? Nimeacha. Umeacha? Ina maana umepata kazi ambayo inakulipa zaidi? Kazi nzuri wanapata waliosoma. Naweza nikafanya jambo kwenye ofisi yetu.
Kwa nini ufanye hivyo? Kwani kuna ubaya gani? Wewe si rafiki yangu. Nafanya hivyo kama rafiki tu, yani nafsi yangu tu imeamua ifanye hivyo, hata kama sina mahusiano na wewe. Adam, sikuhitaji wewe wala mwanaume yoyote yule. Hivi mimi naweza nikajirekebisha nini hasa mimi unavyoniona wewe? Hebu niambie. Kwa nini unanifanya hivyo? Unajua, siko tayari kwa majadiliano haya wala siko kwenye mood. Unaenda wapi? Naenda kazini. Mbona hujaniambia kama unaanza kazi leo? Mume wangu, utajuaje na wakati hatuna maelewano mazuri kati yetu? Rami, hivi unahisi mimi nafurahia juu ya hiki kilichotokea? Mbona sikuelewi? Mimi si nipo kawaida tu. Nimegundua siku hizi unitizame machoni. Na hiyo sio kawaida yako. Acha kuhisi vitu ambavyo havipo. Au umeshaanza mambo yako ya wivu? Wivu lazima niwe nao. Maana Kenya kwa nyakuwa amejaa sana huko mjini. Unaenda wapi? Nampeleka mke wangu kazini. Au siruhusiwi? Utanifuata na asubuhi pia? Why not? You see, this is what I was missing from you. Let me get my bag. All right. Nataka mwanga wangu uangaze peke yangu, nikipotea bora nijue ni yangu, maamuzi yangu siwezi kujuta. Oh yeah, yeah. Hizi ni maamuzi yangu, sina hofu na safari yangu. Oh no, no. Nikipanda juu ama nikianguka, najua najifunza, siwezi rudisha nyuma. Kila mtu ana ndoto yake, lakini nani atasimama kwa ajili yangu? Najua, najitamini, hakuna Una nini wewe? Una nini wewe? Eh? Nini? Sasa nakwambia hivi, sikiliza. Twende nyumbani. Twende nyumbani. Nini? Wewe. Wewe nina? Wewe. Dokta, mgonjwa wetu ndio hapa. Adam kamleta. Ila amesema chochote kitakachotokea tumtaarifu kwenye simu. Ameshafanyia vipimo? Yeah. Majibu yake? Hapo maabara. Asante. Nina? Wife, umesahau simu yako kwenye gari. Nina? Huyu Adam haiwezekani. Acheze na wasichana wote lakini sio shoga yangu.
mke wangu, mimi naona ni sawa tu, lakini pia huwezi kumpangia mtu wa kutoka naye, haswa Adam ni kaka yako. Nafikiri huu ni uamuzi wa mtu binafsi kuamua kufanya kile anachotaka. Anyway, naomba tu nikuache uendelee na kazi. Asante. Tutaonana baadaye. Yes. Nina, what happened to you? Unaweza kucheza na mimi? Unacheza mimi? Unacheza mimi? Unacheza mimi? Takupasua. Nisikize kwa kini masikia. Unielewa? Moja ya Nina, alafu ile ya pili ya Ruby. Kwamba wewe ni bwege tu. Wewe ni fala. Wewe ni bwege, wewe ni fala. Niambie kitu. Hello. How was your day? What happened? Niliteleza kwenye ngazi ofisini kwetu nikaanguka na kulikuwa kuna maji kidogo. Si unajua leo ndo siku yao ya usafi pale ofisini kwetu. No. Stop. Niko sawa. Sijakuwa umevunja mbavu wewe. Hapana. Niko sawa, niko fresh. Unatakiwa kuwa mwangalifu. Yeah, I know. Lakini imetokea tu kama bahati mbaya. Si unajua ajali huwezi kuizuia. Hayo ni maneno ya Uswahili. Anyway, vipi kuhusu shoga yako Nina? Umesikia habari yoyote au mpaka sasa hujasikia chochote? Nina ameruhusiwa na mtoto yuko salama. Mtoto? Mtoto yupi tena? Ana ujauzito wa wiki 6. Unatakiwa kuongea na rafiki yako. Maana najua mimi nikiongea na Adam hatuwezi kumaliza vizuri. Unamaanisha huu mzigo utakuwa ni wa Adam? Sasa utakuwa ni wa nani? Yeye si ndio kidume hapa mjini kuchezea watoto wa watu? Ruby, najua Nina ni shoga yako. Lakini tafadhali, naomba haya mambo usiyaingilie. Lazima niyaingilie. Tena ikibidi, lazima nimwambie baba. Honey? Yes. That wine. Are you taking wine today? No, nakwenda kuweka juisi. In the glass of wine. Sorry. Honey? Yes. Kitchen it this way. Oh, okay. Sorry. Rami? Yes, babe. Uko sawa? Of course, I'm fine. Lakini kwa nini ufikirie uamuzi kama huo? Ina maana wewe hukuzaliwa? Mama. Au wewe ndio wa kwanza kubeba mimba nje ya ndoa? Kwa nini unielewi mama? Mimi sitaki kuleta mtoto duniani na wakati sijui kipato changu kinapatikana vipi au mtoto wangu akiwa na shida namsaidiaje? Hana baba.
Hiyo mimba imejitunga yenyewe hiyo. Si ndio? Nakuuliza. Ni kama tu ana baba. Wewe kaa hapo na Mungu wako. Wakati serikali yetu sasa hivi inawaadhibu sana. Wale wote wamejifanya wao vipi mbele. Wao umekaa tu ng'a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 . Mama, tatizo si matumizi tu. Mtoto anahitaji malezi ya baba na mama. Nafikiri huu sio muda mzuri. Jonathan. Si mchezo. Tena bro. Ndugu yako pale ofisini naona kama anachoreka hivi. Bro. Bosi wetu mbona umeelewa? Muelewa, lakini kumbuka yule ni binti yake. Na chochote atakachoambiwa na Adam ni rahisi sana kumwelewa. Ndugu yangu, ngoma nzito. Lakini Adam ndiye anazidi kufanya mambo yawe complicated. Yaani mshikaji wangu amenikalia kooni, si mezi wala sitemi. Jamaa na mambo ya kike kweli. Anaboa. Hivi kwa mfano ungekuwa wewe inakukuta situation kama yangu, ungechukua maamuzi gani? Nakwambia ukweli, ningeshaanza kutafuta kazi sehemu nyingine kabisa. Yeah. Lakini sidhani kama Adam anaweza akatoa siri hii. Sidhani. Ndugu yangu, nakwambia ukweli, Adamu anaweza asitoe, lakini ninavyomfahamu mtu yule atafanya mambo ya magumu kwako. Cha moto lazima utakiona. Yeah. Kiukweli Jonathan, nampenda sana mke wangu, lakini siwezi kuignore what I had with Nina. Come on. Remy, you want to tell me you are still in love with that lady, Nina? Yaani nachanganyikiwa. Sijui hata kitu gani kinaendelea katika akili yangu. I think time will tell. Time will tell. Yeah. Lakini ndugu yako, nahisi nimejiingiza kwenye kitanzi. Na hata sijui na jinsi gani naweza kujitoa. Take it easy. Kumbuka wewe wa kwanza ili kukukuta. Ila kikubwa, jiandae. Jiandae kwa chochote kile kinachoweza kutokea mbele yako. Asante kwa ushauri Jonathan. Sometimes takiwa tu tunaongea mambo kama haya nje ya ofisi. Tukiwa fresh. Yeah. Bwana poa bwana. What? You wanna quit? Leo siko sawa ndugu yako. Wewe. We take this dumbbell tunaenda mpaka 20. No man, tunamalizia 20 tunafunga. Let's go. Finish up the dumbbell. All right. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Change. Good. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4. Ram. Yes. Nilikuwa namalizia kutuma ile document Mwanza kwenye hii kampuni. Suppliers. Kwanza wametuma? Uliniambia kwamba unashughulikia swala la pesa. Mimi sijauliza chochote. Au sintanie Jonathan bwana. Mimi sija clear chochote katika account. So we call them or what? Do the best you can do.
Ooh, what a surprise. Hi. How are you, Jonathan? I'm good. Umependeza sana. Ila leo na imani mvua ya mawe itanyesha. Ni majukumu tu. Pole. Mbona bila taarifa? Kila kitu kiko sawa? Yeah, baba yuko wapi? Anakuja. Sio haraka hivyo. Hebu keti. Daddy. I miss you. Miss you too. Thank you. Sikutegemea ujio wako. Karibu. Asante. Ulisema una mazungumzo muhimu na mimi, ya? Yes, Daddy. Okay. Basi wengine naomba mtusubiri nje, kikao chetu kitaendelea baadaye. No, just sit. Daddy, I want to talk with my family, especially this one.